Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Basi ninamtukuza Mungu ambaye ametupa nafasi na neema nyingine kukutanika na kujifunza, na tukiwa na ujumbe wa somo linalokwenda kwa kichwa cha mjue Mungu anapokuandaa kwa jambo jipya. Mjue Mungu anapokuandaa kwa jambo jipya. Basi kabla hatujaingia kwenye kutafakari somo ambalo Mungu anatupatia siku ya leo, fumba macho yako, tuombe pamoja. Mungu, asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa sababu wewe ni Mungu ambaye uliumba majira na nyakati, na ndani ya majira na nyakati ya Bwana ukaweka mambo, ukaweka na kusudi ambalo unataka watoto wako katika hayo wakutumikie na kuyatimiza mapenzi yako. Na si Bwana, kupitia ujumbe huu ambao umeachilia ndani yetu, tunaomba ukafungue akili zetu na ufahamu wetu, ukapate kuyaelewa yale ambao Bwana unatufundisha, ili akafanyike kuwa msaada katika safari yetu ya imani. Pokea sifa na utukufu katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Somo letu ni mjue Mungu anapokuandaa kwa jambo jipya. Sasa kutengeneza msingi wa somo hili, kuna vitu kadhaa ambavyo nilitamani kutengeneza msingi kwa kufafanua kidogo. Mjue Mungu anapokuandaa kwa jambo jipya. Kuna maneno mawili muhimu. Kwanza kuna kumjua Mungu, lakini pia kuna jambo jipya. Kumjua Mungu ni jambo la kwanza, lakini hapa kuna jambo jipya. Unajua, unaweza kuwa unamfahamu Mungu, unamjua Mungu katika maeneo fulani fulani, lakini linapokuja jambo jipya ambalo halijawahi kufanyika juu ya uso wa dunia au katika historia ya maisha ya kwako, likakupa shida, kwa sababu hauna mahali ambapo unaweza ukalifaa kwamba jambo hili limewahi kufanyika mahali fulani. Na siku zote kinapotokea kitu kipya, mtu anakuwa na shauku ya kutaka kufahamu kwamba jambo hili pengine liliwahi kutokea wapi kabla ya mimi kuanza kulifanya. Hata kama mtu amepata wazo la biashara, hata kama mtu anachagua kozi ya kwenda kusoma chuo, kuna namna ambavyo atatamani kuwa na taarifa muhimu kabla ya kwenda kukitekeleza hicho kitu. Pengine atatamani kujua watu gani ambao wamefanikiwa katika jambo hilo ambalo mimi ninasikia msukumo wa kwenda kulifanya. Kwa hiyo inapotokea kwamba unakosa taarifa muhimu juu ya jambo hilo, inaweza kukusumbua sana kwenye moyo wako. Lakini kuwepo au kutokuwepo kwa jambo ambalo Mungu anataka ulifanye halimzuii Mungu kukupeleka kwenye jambo hilo na kukufanikisha kwenye jambo hilo. Ndio maana ni muhimu sana kumjua Mungu anapokuandaa kwa jambo jipya, kwa sababu unaweza kuwa ni mtu pekee ambaye unaandaliwa kwa ajili ya jambo jipya ambalo Mungu anataka kupitia wewe atengeneze historia mpya juu ya uso wa dunia. Ukisoma maandiko katika kitabu kile cha Ayubu 22:21, maneno ya Mungu yanasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakapokujia. Haishi tu kusema mjue Mungu, lakini yanatuambia tumjue sana Mungu. Na katika kumjua sana Mungu ndipo tutapata amani. Na katika kupata amani kuna kitu kingine ambacho kinaongezeka, mema kutufuata au mema kutujia. Si rahisi kama ambavyo ninaweza kufikiri au unaweza kufikiri pale Mungu anapokuandaa kwa ajili ya jambo jipya.
Kama ambavyo nimetangulia kukwambia, mtu wa Mungu, jambo jipya linakuja na pressure. Kuna vitu ambavyo utatamani kujiridhisha kwanza kabla ya kuingia kwenye jambo hilo. Hata kama unasikia msukumo wa ndani na unauhakika kabisa ni Mungu anayekuzungumzisha juu ya jambo hilo, lakini bado kuna vitu ambavyo vinaendelea kukupa sababu ya kutafuta taarifa zaidi kwamba jambo hili ninalotaka kwenda kulifanya ni sahihi. Naweza nikatangulia kwa kukupa ushuhuda huu kabla hatujaingia kutazama baadhi ya watu kwenye maandiko ambao walipita kwa ushindi kutokea kwenye msingi wa kumjua Mungu, na katika yale mambo ambayo yalikuwa ni mapya kabisa kwenye historia za maisha ya kwao, wakapita kwa wokovu mkubwa. Nakumbuka wakati mmoja nikiwa nimerudi nyumbani na nikitazama ratiba yangu, nikaona kama nina miezi 2 mpaka 3 ya kukaa nyumbani. Nikasikia tu msukumo ndani yangu kwamba hata kama sitakuwa na muda mrefu sana, lakini ninahitaji kuwa na kitu cha kufanya katika miezi hii 2 mitatu nitakapokuwa hapa nyumbani. Na nikaingia kwenye maombi, nikamwambia Mungu, naomba unisaidie, fungua mlango niweze kupata chochote kile ambacho ninaweza nikawa najishughulisha nacho kwa muda huu mchache ambao nitakuwepo hapa. Na katika kuendelea kuomba na kulitafakari jambo hilo, siku moja nikamtembelea rafiki yangu na akanishirikisha habari za kazi, lakini ile kazi kidogo ikanipa ukakasi. Aliniambia, bwana, nina mtu ambaye anatafuta vijana ambao wanaweza kumsaidia kwenye ulinzi. Kwa hiyo kama unaweza kuwa uko tayari, basi tunaweza tukatembea pamoja kwenye jambo hili. Nikamwambia huyu mtu kwamba nimekwisha kupata mtu ambaye yuko tayari kufanya kazi hiyo ya ulinzi. Nikamwambia, hebu naomba unipatie muda kidogo nikatafakari. Ni kweli nilikuwa ninamwomba Mungu kwa habari ya kazi, lakini kile kitu kilikuja na mshtuko kidogo kwenye moyo wangu, na niliporudi nyumbani nikawashirikisha ndugu zangu. Nikamwambia, bwana, mimi nilikuwa ninatamani sana kwa kipindi hiki ambacho niko hapa nisikae idle, niwe na jambo lolote lile ambalo ninaweza nikawa nafanya kwa muda huu. Lakini katika kumwomba Mungu naona kuna taarifa ambayo imekuja. Hebu na nyinyi jaribuni kuipima na kuona namna ambavyo mnaweza mkawa na amani katika jambo hilo. Kwa hiyo nikawashirikisha. Sasa nilimwambia kwamba kazi yenyewe ni ulinzi, na wao pia wakapata ukakasi. Kwa hiyo ni kazi ambayo wengi wanasema kifo kiko nje. Na hata mimi mwanzoni, wakati ninapokea taarifa, nilipita katika mazingira hayo kwa ulinzi. Si kitu ambacho ni salama sana. Kwa hiyo tukawa kama tumefikia hitimisho kwamba bwana, bora ukakaa tu kuliko kwenda kufanya kitu hicho ambacho hakikupi usalama wa maisha ya kwako. Ni bora ukakaa tu. Tukakaa na mimi nikajaribu kulisahau lile jambo, lakini huku ndani ya moyo wangu nikaanza kukosa amani. Hata nikiwa ninaingia kwenye maombi, kuna namna ambavyo sikuwa naliona lile wingu kama ambavyo nilivyokuwa nikiomba hapa nyuma. Nikawa najaribu kumuuliza Mungu kwamba hiki kitu kimekaje, nini maombi yangu sioni yakipata mpenyo. Kaomba kwa muda kidogo, lakini kuna maswali ambayo yanakuja ndani yangu kwa mzigo, kwamba ni nani anayewalinda watu wakiwa kazini. Swali hilo lilinisumbua kwa muda mrefu, kwamba ni nani anayewalinda watu wakiwa kazini.
Ni nani anayewalinda watu wakiwa shule? Ni nani anayewalinda watu wakiwa ofisini? Ni nani anayewalinda watu wakiwa safarini? Kila kitu kikaendelea kunisumbua sana ndani ya moyo wangu, na baada ya kugundua kabisa kwamba nilikuwa na shida kwenye eneo la imani, nikijua kwamba Mungu pengine kuna namna ambavyo anaweza kaachilia ulinzi kwangu nikiwa katika maeneo fulani, lakini ulinzi huu akautoa ninapokuwa kwenye baadhi ya majukumu. Kile kitu kikaniongezea kufahamu jambo ambalo liliniongezea imani. Nikasema, Mungu, kama unanifundisha kwa jambo hili, pengine kuna kitu ambacho nataka nijifunze ambacho sikuwahi kujifunza. Nikachukua maamuzi bila kumshirikisha mtu yeyote. Nikaenda tu kwa yule rafiki yangu nikamwambia, Bwana, mimi niko tayari, nitafanya ile kazi ya ulinzi. Na tukawa tumefikia makubaliano, akanipeleka kwa yule mtu ambaye alikuwa anahitaji vijana hao. Nikaenda na nikawa tayari kuanza kazi. Na nakumbuka siku ambayo ninapelekwa kuanza kazi ilikuwa ni napokea lindo la usiku. Kwa hiyo katika kuendelea kuyakagua yale mazingira na miundombinu, tukapita mahali fulani ambapo hapakuwa na taa. Akasema, Bwana, tumeongea na bosi mwenye nyumba hii kwa muda mrefu kidogo, lakini ili eneo bado hajaliwekea taa, lakini maeneo mengine yako vizuri. Kwa hiyo ninahitaji uwe makini kwa sababu ndo mara yako ya kwanza. Na akaniambia kwamba ni maeneo gani ambayo basi hata nyakati za usiku ninaweza nikawa ninakaa hapo kwa ajili ya usalama wangu. Akaniambia kwamba hili eneo sio zuri kwako kwa sababu kuna mlinzi aliyewahi kukimbizwa akiwa kwenye hili eneo. Na akaniambia vizuri, basi utakapokuwa unafika usiku wa manane wewe unakaa kwenye eneo fulani. Baadaye akaondoka, kwa amenikabidhi lile lindo, nikaendelea na majukumu. Nilipofika usiku wa manane, nikawa na jambo la kumwambia Mungu. Nikamwambia Mungu, ninajua haukunileta hapa kwa ajili ya ishu ya ulinzi tu. Kuna kitu ambacho unanisemesha kwa habari ya imani yangu, kwa sababu sikukuamini kuwa unaweza ukanilinda katika kazi ambayo mimi nilikuwa nikihesabu kama ni kazi ya kifo. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, mimi ninakwenda kukaa pale ambapo mlinzi alikimbizwa, na siku zangu zote za kipindi ambacho nitakuwa ninaendelea kulinda, mimi nitakuwa ninakaa hapa. Na nikamwambia kwa sababu ninaifahamu nafasi yangu katika ulimwengu wa roho, mimi ni mtu ambaye ninatakiwa kulindwa, sio kulinda. Kwamba malaika ambao wako tayari kwa zamu ya siku ya leo waje kulinda, alafu mimi nikaenda kukaa pale ambapo nilielekezwa kwamba kuna mlinzi aliwahi kukimbizwa. Nikakaa nikalala mpaka asubuhi. Sasa tukaenda hivyo mpaka ule muda wangu ukawa umeisha. Wakati nimetoka nyumbani, kuna kitu ambacho nikajifunza kupitia Roho Mtakatifu. Akaniambia, kumbe siwezi kukulinda tu katika majukumu yako mengine, hata katika majukumu ambayo wewe unaona ni hatari na inaweza kukulinda. Na kutokea pale kuna namna ambavyo nilianza kumhesabu Mungu katika nafasi ambayo sikuwahi kumhesabu. Ndio, kuna nyakati ambazo tulikuwa tunafanya maombi, tunaombea watu, lakini katika maeneo ambayo hata mimi mwenyewe nilikuwa siamini kama Mungu anaweza akawalinda watu katika mazingira kama hayo. Ukija kuniombea nitakuombea kabisa, lakini binafsi nilikuwa sina
hiyo amani ya kufanya baadhi ya vitu, kwa sababu nina uhakika kabisa hiki kitu sio salama. Lakini kutokea kwenye msingi ule, kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu alinifundisha kwamba kumbe hakuna kazi ambayo ni hatari. Kazi ambayo ni hatari ni kazi ile ambayo inamkosa Mungu, lakini kazi yote ile ambayo ina Mungu ni salama, maadamu Mungu yupo katikati ya kazi ile. Kuna kitu ambacho nilijifunza cha tofauti. Kwa hiyo ninapotengeneza msingi wa kukwambia kwa habari za kumjua Mungu anapokuandaa kwa jambo jipya, ninaweza nikawa nina ushuhuda. Sio kitu chepesi, kwa sababu ni kitu ambacho kinakuja na pressure, kinakuja na mawazo magumu. Mungu anaweza kana kusemesha point A, lakini dunia inakusemesha point B, na unaweza ukakaa katika hali ya kusitasita katika jambo lile ambalo Mungu amekusudia uanze kulifanya upesi, kwa sababu ni muda na majira sahihi ya kuanza kukitekeleza kitu hicho. Lakini kwa sababu ndani yako ukijaribu kuangalia ni wangapi ambao wamekuwa salama, au ni wangapi ambao wamefanya kwa usahihi, ni wangapi ambao wamefanya kwa mafanikio jambo hilo ambalo Mungu ataka wewe ulifanye, unaanza kurudi nyuma. Unaweza ukasemeshwa kitu ambacho hakijawahi kuwa na historia ya mafanikio, lakini Mungu anataka kutengeneza historia mpya kupitia wewe.